Kwenye file la kukamua na kuhifadhi maziwa, hii PDF nataka kuna vitu labda niwaelezee kwa kuongea, mtanielewa vizuri, sawa? So, ukifungua kuna vitu vya mwanzo hivi nadhani vinaeleweka. Jinsi ya kukamua maziwa ya mama, jinsi ya kuhifadhi maziwa ya mama. Nadhani hapa ndo kidogo kuna watu mnachanganyikiwa, na spendi mchanganyikiwa wakati mimi niko hapa. Na please msikilize kuelewa. Ukiweza andika sehemu, usisikilize kama vile tu unasikiliza any other story. Hii ni shule. Okay? Sasa ukiangalia hapa nimewaandikia kwamba kwenye joto la kawaida saa 4 mpaka 6 maziwa ya mama yanaweza yakasurvive. Either umeweka kabatini, umeweka juu ya meza, umeweka dining, umeweka anywhere ambapo sio kwenye friji. Ni masaa 4 mpaka 6. Umenielewa? Haya. Kwenye jokofu ambalo ndo friji. Ndio, friji hii iwe inafanya kazi vizuri sana. Haya maziwa yanaweza kukaa siku 3 mpaka 5, depends na how strong friji yako iko. Friji yako kama haiupi hata ubaridi nyanya, hiyo kuwa nayo makini. Ni muhimu sana muelewe hili swala. Kwa 3 mpaka 5, ndio maana WHO ilitafuta katikati pa kumit, wakaandika siku 4. So let's say kwenye jokofu au friji ambao ni strong, yaache mpaka siku 4. The earlier the better ya kuyatumia. Sawa? Kwenye freezer ya kawaida. Freezer ya kawaida, mnajua kuna hizi ni notes ambazo ziko updated by the way. Kuna freezer ya deep freezer na kuna ile freezer ya kawaida ambayo unaikuta inakuja na friji. Ustrong wake unakuwa unatofautiana. Lazima hicho kitu mkizingatie pia. Sawa? Kwa hiyo kama ni freezer yako unajua kabisa, mmeona hapa nilipoandika -18 centigrade, yanaweza kukaa miezi 3 mpaka 6. Hiyo ni freezer ya kawaida. Sasa wale wenye deep freezer, ile deep freezer ambayo umenunua kwa ajili ya maziwa tu, deep freezer yanaweza kukaa miezi 6 mpaka 12. Imebidi nije niwaelezee tena hii kwa sababu naona watu inawachanganya sana. Lakini sasa kitu kingine ambacho ni cha msingi ni ile 2 hour rule. Kuna watu bado inawachanganya. Hii kanuni ya masaa 2 kwenye uhifadhi wa maziwa niliandika mimi mwenyewe, sio kwamba utaikuta sehemu ipo. No, nilitengeneza mimi mwenyewe kwa baada ya kuelewa haya mambo, na nataka pia muelewe kwa urahisi. Iko hivi. Let's say umetoa maziwa kwenye freezer, umeyayeyusha, ukayapasha. Kitendo tu cha kuyapasha yanatakiwa yatumike ndani ya masaa 2. Sawa? Mtoto amekunywa akabakisha, ayatumie ndani ya masaa 2. Ndani ya masaa 2. Mmenielewa? Kwa hii 2 hour rule ni ya muhimu sana sana sana. Sasa kwa mfano wale ambao unatumia cooler bags, ndio kama hii hapa. Kama una cooler bag kama hii ambao ina maana ina vile vidude ndani vya kufreeze, tuone hapa. Labda unasafiri unatumia cooler bag, ina maana hizi hapa zinakuwa ziko frozen vizuri kabisa. Umezifreeze na umeweka maziwa yanaweza kukaa masaa 24. Hii ndio inahusika na masaa 24. Hii hapa cooler bag ndio inahusika na masaa 24. Na iwe cooler bag ambayo inaweza kutunza joto. Nikisema hivyo cooler bags zinatofautiana, lakini unaona hii ilivyo iko tofauti. Kwa hiyo lazima hicho kitu ukielewe. Sawa mama, naona mnachanganya sana. Sasa sijajua kwa nini mnachanganya. Lakini nadhani hii itakuwa imewasaidia ambavyo nimewaelezea. Kwa hiyo kama ni maziwa unayo kwenye freezer, ukishayatoa ukayeyusha pia. Maziwa ya mama yakishayeyusha yote yakayeyuka yakamalizika, hayana ile crystals za ugumu, yatumike ndani ya masaa 24 yakiwa kwenye friji. Kwa masaa 24 yanakuja kwenye hii cooler bag na maziwa ambayo yametolewa kwenye freezer yameyeyuka na umeyahifadhi kwenye friji. Sio eti uyaache hapo, umeyayeyusha ukaacha kwenye room temperature afu tegemea masaa 24 yata apply. Hapana. Mmenielewa? Yes. Make sure you do that. I hope hapo mmeelewa vizuri.